kiongozi wa walio wachache wakati naona akitetea mwandishi Nyaoga. Mimi Mheshimiwa Spika, nataka kuunga mkono ripoti ambayo imeletwa na kamati ya utafiti bila walifanya utafiti yao. Mheshimiwa Spika, mimi tumekaa na mwandishi Nyaoga miaka 10 Mheshimiwa Spika, naye tukifanya kazi pamoja kwa hili assembly. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nashangaa sana kuona kiongozi wa walio wachache akisema kuhusu mwandishi Nyaoga, na hapo awali tukiwa na mwandishi Nyaoga hapa. Mheshimiwa Spika, kiongozi wa walio wengi wakati huo alikuwa mwenyekiti wa Pacheti, alikuwa analia kila wakati, anasema huyu sijui nini huyu sijui hawezi kunisaidia hivi na hivi. Lakini sio hayo Mheshimiwa Spika, wacha niende tu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi nataka nikuambie Mheshimiwa Spika, kwa kusema kweli kamati imefanya utafiti yao vile inatakikana. Mheshimiwa Spika, kama mwandishi Nyaoga angekuwa hapa hii miaka 2 tumekaa kwa hili bunge, wewe ungekuwa umekaa hapo kwa hiyo kiti mahali unakaa Mheshimiwa Spika, na nakuambia ukweli, wale tulikuwa nao ile kipindi imepita, hata ile ya mwanzo Mheshimiwa, wanaelewa, wanajua. Tulikuwa na spika alikuwa anaitwa Keros. Huyu mwandishi Nyaoga alikimbiza yeye Mheshimiwa Spika mpaka hata Kerosia karibu kutoa nguo hapo tu mahali umeketi, anamwambia takutolea nguo ndio nitoke nje. Mheshimiwa Spika, tukuje jana kipindi cha hapo chenye kimepita, tulikuwa na spika alikuwa anaitwa Kombo. Kombo hapo keti kwa hicho kitu kwa miaka 3, aliketi miaka 2.5. Nyaoga ndio huyu anakimbiza yeye usiku mchana. Mheshimiwa Spika, mimi nataka niseme kwa kusema ukweli, huyu mwandishi Nyaoga, hata mkisema eti tukienda sijui tukipitisha hivi na hivi itakuwa mbele rana unapeleka hizo rana, wacha isikuje tu, hakuna shida. Lakini kama mtu hapo Dubai, mwambie rana simrudie. Hizi rana yeye mwenyewe ndiye amechiletea. Mheshimiwa Spika, yale alikuwa anafanyia hata wafanyikazi hapa. Siku hizi wafanyikazi na kuambia Mheshimiwa Spika, hata ukienda pale nyuma Mheshimiwa Spika kwa maofisi zao wanafanya kazi vile inatakikana na heshima, lakini wakati wa huyo jamaa na kuambia watu walikuwa wanafanya kazi njia zingine na uoga. Hata MCS hapa ndani Mheshimiwa Spika, mimi nakuambia ukweli, walikuwa wanaafudu huyo jamaa, walikuwa wanaenda kwa maofisi kumwambia tafadhali. Kwanza mmoja wao akiwa kiongozi wa walio wachache alikuwa akienda kumwambia Mheshimiwa, naomba kiongozi wa walio wengi pia wewe Mheshimiwa uchukue ile nakala waangalie peji 18. Mheshimiwa Spika, paragraph ya kwanza. Angalia. Mheshimiwa Spika, wameandika hapa kwa Kiingereza na kuomba nisome vile imeandikwa. Mheshimiwa Spika, wameandika gross of misconduct on fault, Mr. Speaker, March 2021. About 100 members of staff. I think you see that paragraph. Honorable majority, the paragraph is self-explanatory. Okay. It is self-explanatory. I want to confirm Mheshimiwa Spika. Yeah. Nilikuwa nataka nimwelezee Mheshimiwa Spika kuwa kama wafanyikazi 100 wanapeana, wanalalamika, wanaenda kwa service board kusema chameni 100, sio 3, sio 4, sio 5, 100 wanalalamika. Na zaidi wale wako hapo ndani ni 100 na zaidi pia wanasema chameni. Hata huyu Nyaoga jamani, wachumbe tusaidie. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, nataka kumalizia kuwa hata angalia
hata bila huyo chama alikuwa anakuja kukosa. Kama mtu anaenda anachukua pesa ya chama alafu anajitolea yeye mwenyewe kama ile kwa nini kwa baadhi yake anaenda kutumia kwa matumizi yake. Unaona huyu mtu bila alikuwa na madharau kiasi gani mpaka anatoa pesa milioni